Ninainua macho yangu kwa mlima, wapi msaada wangu utatoka? Msaada wangu utatoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na nchi. Daudi alihangaika, Daudi alivitanishwa. Anasema alikuwa anataka mahali anafika, alikuwa anataka aishi salama, lakini wakati anafungua tu midomo yake, watu wanakuja kwa ajili ya vita, kwa sababu yeye alikuwa mpiganaji. Hata Biblia inashuhudia. Nikwambie mpendwa, Daudi alipata vita hapa na pale, alipigana na Mungu alikuwa pamoja naye. Na wakati alienda ona ameshindwa katika mambo yote, amekosa ataenda wapi? Amekosa, ametegemea watu, hakupata jibu. Na akaenda sema tu, ninainua macho yangu kwa mlima, wapi msaada wangu utatoka? Na sisi kwa siku za leo, kwa muda ambao tuko napitia, hewa imezorota, magonjwa imesimama, ulimwengu umechamuka kwa ajili yetu. Tutaweka msaada wetu, macho yetu tutainua kwa nani? Msaada wetu utatoka wapi? Ila kwa Mungu. Muda kama huu, sisi Wakongomani, Wanaituri, watu wa mji wa Bunia, unapokuwa kwa kitanda cha hospitali, uko na gonjwa, umeshindwa, watu watatupatia msaada. Msaada wa watu una mpaka. Msaada wa mwanadamu una mpaka, atakusaidia leo na atachoka. Msaada wa watu haitaweza kusaidia sisi Ituri, lakini msaada wa Mungu unafaa kwa ajili yetu. Ni lazima tunyanyue macho yetu kwa milima, kwa Mungu, mahali msaada utatoka. Unapokuwa mgonjwa, acha msaada wa Mungu kushukie magharibi ya leo. Unayokuwa katika shida, unakosa matumaini, unakosa nguvu. Ituri tumekosa nguvu, Bunia tumeshindwa, watu wanakosa waende wapi? Tuinue macho yetu kwa mlima, mahali msaada wetu utatoka, kwa Kristo peke. Acha Mungu akubariki na akuguse magharibi ya leo. Pokea neema ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo.